Habari rafiki, hii ni siku njema tena ambayo Bwana ameifanya. Tunafurahi na kushangilia ndani yake. Basi nikukaribishe tena katika kipindi chetu kizuri cha wahusika wa Biblia. Hii itakuwa ni sehemu yetu ya 3 ya kuendelea kujadili na kujifunza kuhusiana na wahusika wa Biblia. Na tumekuwa tukijifunza kwa habari ya Adamu na Eva ambao ndio wahusika wa kwanza kabisa katika kitabu chetu cha Mwanzo. Hao ndio walikuwa fungua dimba. Na katika kutafakari tumetafakari mambo mengi, ikiwa ni pamoja na jinsi ambavyo Adamu na Eva waliwekwa katika bustani ya Eden na Mungu akamwambia wailime na kuitunza. Lakini tunaona pia katika kuendelea na mchakato wa maisha katika ile bustani kuna namna waliingia mkenge. Kwa sababu adui ambaye ni shetani akajibadilisha katika umbo la nyoka na kuingia katika bustani ile kuwadanganya na kuwalaghai. Lengo lake kubwa ikiwa ni kuwaondoa katika nafasi ambayo Mungu amewapa, kwa sababu aliwaonea wivu. Basi tutaendelea tena kwa ufupi na kipindi hiki, tukienda moja kwa moja kusoma kitabu kile cha Mwanzo kuanzia mstari ule wa kwanza ili tupate mafafanuzi zaidi. Tasoma Mwanzo kuanzia ile sura ya 1. Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Unaona, tunaendelea kujifunza na kuona ni kwa jinsi gani hao wenzetu walifeli, wahusika wa Biblia. Tunajifunza namna ambavyo walifeli, walifanikiwa, jinsi gani walienenda, kwa sababu wao ni kioo, wana akisi maisha yetu ya sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba Eva alidanganyikaje, alifika mahali akaingia mkenge kwa kudanganywa na maneno ya nyoka. Tunaona kwamba alipokuwa pale